Wewe ambaye unanifuata saa hii popote pale ulipo, nadhani ni mzima wa afya. Baraka na amani iwe juu yako. Karibu sana katika channel yetu ambayo inaitwa Mambo Yote. Nataka sasa nikwambie tabia za pesa. Mtu ambaye ana tabia ya pesa yukoje? Ana nidhamu gani? Sasa mara nyingi unakuta watu wanalalamika wakisema ya kwamba mimi sipigi hatua, mimi sipati pesa, mimi nabaki hivi. Nataka sasa nikusaidie. Karibu sana. Mtu ambaye ana nidhamu ya pesa, kitu cha kwanza anajua pesa inaenda wapi. Unakuta mtu ukimpatia pesa mara nyingi hajui zinaenda wapi. Unakuta ukimpatia 10,000, mpatia 100,000, baada ya siku 2 zote zimetokomea. Wewe unakuta wanaenda katika kunywa pombe, wanaenda katika umalaya. Ukakuta sasa zile pesa zimeyoyoma bure. Akaanza sasa kujuta, akiwaza, akisema pesa zangu zimeenda wapi? Mbona nimenunua chupa 2 tu? Mbona nimenunua chupa 3 tu? Zingine zimeenda wapi? Mtu ambaye ana tabia ya pesa hawezi fanya hivyo. Kicha pili, ana bajeti. Mtu ambaye ana tabia ya kifedha unakuta anapanga pesa. Kama ni pesa za mwezi, kama ni pesa za wiki, anazipanga. Akasema mimi katika wiki hii au katika mwezi huu mimi nitatumia pesa hizi. Akasema kwanza pesa za chakula ni hizi, pesa za kinywaji ni hizi, na pesa zingine za kununua kitu kingine kinachoweza kusaidia mtu. Anapanga bajeti na anapaswa kuifuata. Cha tatu, huweka akiba mara kwa mara. Na sasa kuna mtaalamu wa kiuchumi aliyesema mtu ambaye ana tabia ya kimaskini akipata pesa anazikula ya zinazosalia, na wakati mtu ambaye ana tabia ya kitajiri akipata pesa anazitumia na anakula zinazosalia. Nasikia tofauti uliopo kati ya hao watu wawili. Kwa hiyo unapopata pesa, chukue kwa mfano 20,000 uziweke akiba. Ndiyo, ukiwa na mshahara. Sasa wale ambao wana mishahara ya mwezi kwa mwezi, inabidi ukipata mshahara uwe na kiasi kidogo cha pesa, uwe na kiweka sehemu fulani, ili utakapokumbwa na tatizo la dharura upate kulitatua bila kukopa. Kitu cha 4, mtu ambaye na tabia ya pesa hanunui vitu kwa msukumo. Sasa nakuta mtu anapotembea akiona kitu kizuri ananunua, akiona kingine ananunua. Sasa usiwe na tabia hiyo. Nunua kile kitu ambacho umepanga. Sasa ukipanga kununua hiki, ukipanga kununua nguo, ukipanga kununua kitu fulani, kinunue. Ila usinunue kitu kwa sababu nakiona hapo. Hapana. Nunua vitu ili waridhishe watu. Haiwezekani kuridhisha watu. Itakuwa ni mchezo ambao utashindwa kabisa.
hutafanikiwa katika mambo ya kuridhisha watu. Nakwambia. Cha tano, anajifunza kuhusu pesa kila wakati. Mtu huyo anajifunza, anasoma vitabu, anasikiliza habari kuhusu pesa, anajihusisha na watu wengine ambao wana pesa, wale ambao anaona ni mabosi, anajihusisha nao, maana unakuta masimamizi ya pesa. Sita, anaepuka na madeni mabaya. Maana usije ukachukua deni bure. Nakuta mtu anaenda kilaboni, anachukua hapo, anachukua deni za nyama, anachukua deni za nguo, anachukua deni. Maana deni kwa za dharura. Sasa inabidi ukichukua deni, iwe deni lile ambalo italeta faida. Usije ukachukua deni na kwenda kupoteza faranga. Anajua tofauti kati ya mahitaji na tamaa. Sasa watu wengi unakuta wananunua vitu ambavyo hawapendi wala hawahitaji. Sasa mtu anaweza kuona rafiki yake amenunua kitu na akaona basi akinunua wakati hakihitaji kabisa. Wakuta ameona mwenzake ana gari, kwa kuwa analihitaji, tuseme ana kazi ama anatumikia mbali, akasema bora ninunue gari. Mwenzake akaona naye alinunua, na ukakuta kwa kweli hilo gari halihitaji, kwa kuwa pale ambapo anatumikia na pale ambapo anaishi ni karibu, na ukakuta amenunua kitu kwa tamaa. Sasa ukakuta mtu amezidisha vitu vya kutumia, na kuna nyumbani ambavyo kuna vitu ambavyo hatumii kwa kweli. Hivyo tu vilikuwa vimenunuliwa kwa tamaa, si kwa mahitaji. Kitu cha saba, ana amani ya moyo. Ana amani ya moyo. Maana mtu ambaye ana tabia ya kipesa, unakuta ana moyo mkunjufu. Unakuta ni mtu ambaye anaongea vizuri na watu, mtu ambaye anajali watu, anajua umuhimu wa watu. Ndio, kwa kuwa ukiwa na wivu, ukiwa si muungwana, pesa zitakuchukia pia. Ndio, na zitakukwepa. Cha nane, anapenda pesa. Sasa wanakuambia kwamba pesa zinapenda mtu ambaye anazipenda pia. Sasa ukitaka kufanikiwa katika utafutaji wa pesa, inabidi uzipende. One ya kwamba pesa ni thamani, uzichunge. Kitu cha tisa, na mipaka ya kukopesha wengine. Maana siku hizi nakuta watu wengi wanapenda kukopesha, wanaenda kuomba deni kwa wenzao, na wakuta baada ya kumpa deni hilo ametokomea, ameenda zake bila kulipa. Sasa wakati umempa pesa ambazo ni nyingi, hapo utakuta unajiumiza wewe mwenyewe. Inabidi sasa unapokopesha wengine uweke mpaka, useme hizi pesa siwezi kuzitoa hizi. Inabidi afadhali nitoe hizi bila kujiumiza. Ndio kitu cha mwisho ambacho ni kitu cha 10, anajua kusema hapana. Ndio, watu wengi wakibwa pesa na mtu mwingine, kila mtu yeyote anatoa. Mtu ambaye ana tabia ya kipesa hatoi pesa bure. Hapana. Unaweza kumuomba pesa wakati anapoona kwamba kuna mahitaji na haijalishi, anakuambia hapana, haiwezekani. Sasa watu wanaoomba pesa ni wengi hapa duniani, ila tu ukipenda kuwapa wote
haitawezekana. Utaweza tu, utakuta wewe mwenyewe na kuishia bila kutumia wewe. Haya, kama wewe ni mpya katika channel hii, usite kuweka subscribe, kufanya like, share na comment. Hayo yote yatatusaidia sana. Katika mtandao wa YouTube yote, katika mtandao wa Facebook jina hilo, na TikTok follow, unatusaidia sana. Asante.